ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ndivyo ilivyoandikwa katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 na mstari ule wa 14. Mstari huu ni maarufu sana na watu hutumia kuomba wakati ambapo mataifa yanapita katika majanga, nchi inapita katika maanguko. Watu huomba, husimama na mstari huu wakimlilia Mungu, wakitubu, wakiungama, wakishuka mbele za Mungu wakihitaji msaada wa kiungu. Lakini leo nataka tuweze kutumia katika siku yetu hii ya 16, siku yetu hii ya 16 ambayo Mungu ametupa katika mfungo wa siku 40 unaoambatana na usomaji wa Biblia. Mfungo wa siku 40 unaoambatana na usomaji wa Biblia yote ndani ya siku 40. Na leo tupo katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ukisoma chote. Mungu ni mwema sana. Asubuhi ya leo nataka ugundue kuwa neno nchi inamaanisha eneo lililo na mipaka halali. Eneo lililo na mipaka halali kisheria. Eneo lililo na mipaka halali. Kwa hiyo hata pale nyumbani kwako, hata pale kwenye biashara kuna mipaka halali, nayo ni nchi. Unapozungumzia nchi, unaizungumzia ardhi. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia, nitaiponya nchi yao. Maana kama inaponywa nchi, basi ni nchi iliyokuwa katika ugonjwa. Nchi inaweza ikaumwa, ikazaa mapooza. Kwenye eneo ambalo unakuwepo, unashangaa mikosi inakuzunguka, mabalaa yanakuzunguka, hatari zinakuzunguka, tabu na shida zinakuzunguka. Unaweza ukashangaa mabaya yanainuka kwenye eneo ambalo upo. Shangaa unatafuta, unabidi katika kutafuta, lakini unapata matokeo machache. Asubuhi ya leo, mwana wa Mungu, ninataka uende mbele za Mungu kwa unyenyekevu, ukinyenyekea, ukimwomba Mungu akusamehe. Inawezekana kuna uovu ulifanyika kwenye hiyo ardhi. Kuna uovu ambao umesimama na umesimama kiwa halali kabisa. Usiposimama na kutubu, usiposimama na kunyenyekea mbele za Mungu, nchi hiyo itakuwa inaumwa. Maandiko anasema, najua hapo mahali uketipo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Kwamba umeketi na wewe ni shahidi mwaminifu, unafanya kazi ya Mungu, unamtumikia Mungu, lakini hapo ulipoketi ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Maanake hapo ulipoweka biashara ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Hapo ulipojenga nyumba yako ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Na wewe unajua namna ambavyo uliweza kuingia katika nyumba yako, umeingia hata hakuna mtumishi ambaye ulimuita aweze kufanya maombi na kukuombea baraka za Mungu pale ambapo umeingia katika nyumba yako. Unaelewa. Leo ni maombi ya kumwomba Mungu atuponye na kuturehemu, atuponye na kuturehemu. Mungu akiziponya ndoa zetu ziko salama. Mungu akiturehemu, akiponya kazi za mikono yetu, tutapata hela. Mungu akiponya biashara zetu, tutapata mafuriko ya wateja, tutapata ongezeko la faida. Mungu akitushika na kututegemeza kwa roho ya wepesi, mambo yetu yatakwenda kwa kasi sana. Na asubuhi ya leo, kabla hujaanza siku na kufanya chochote, ni tunaingia kwenye maombi haya. Sema, Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ninasogea mbele zako asubuhi ya leo. Ninaomba toba, ninaomba rehema,
ninashuka na kunyenyekea kwako Mungu wangu. Mungu, nimekukosa mimi. Mungu, nimekutenda dhambi mimi. Mungu, nimekutenda maovu mengi yasiyohesabika, na ninaomba toba na rehema. Bwana, kama ilivyoandikwa ya kuwa nikinyenyekea na kuomba utaiponya nchi yangu. Nami leo Bwana, nimegundua kuna mahali pana mapouza, kuna vitu haviko sawa kwenye eneo ambalo ninafanya kazi, kuna vitu ambavyo haviko sawa kwenye nyumba yangu, kuna mambo hayako sawa kwenye kaya yangu. Yesu, ninasogea mbele zako, ninanyenyekea nikiomba toba na rehema. Nitakase na unioshe Bwana kwa hiyo damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Nitakase na unioshe asubuhi ya leo kabla sijaenda kwenye jambo lolote. Mungu, ninashuka nikiomba unitakase na kuniosha katika hiyo damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu wangu, nioshe, nitakase, nisafishe, niwe safi kuliko theluji katika neema yako na nguvu zako. Bwana, ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai kwenye kazi ya mikono yangu, kwenye ofisi yangu, kwenye nyumba yangu, juu ya watoto wangu. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai kwenye ardhi ninayoishi, kwenye nyumba yangu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye kuta za nyumba yangu. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hiyo damu ya Yesu ipite na kunena mema asubuhi ya leo. Bwana, ninakataa kila uovu, ninakataa kila tabu, ninakataa kila mikosi, ninakataa kila sikitiko, ninakataa kila anguko asubuhi ya leo Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninakataa uovu, ninakataa uovu, ninakataa uovu wenye kujiinua katika maisha yangu. Ninakataa tabu leo, ninakataa mikosi leo, ninakataa dhoruba leo, ninakataa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uliye mwema, ingilia kati mambo yangu Baba. Ninaomba ulete uponyaji. Ponya Bwana nchi yangu, ponya Bwana ardhi yangu, ponya Bwana biashara yangu. Leta uponyaji Bwana, uponyaji wako katika siku ya leo, uponyaji wako katika siku ya leo. Baba niponye, Baba niponye. Ninaomba leo usikie maombi yangu na dua zangu. Baba niponye, Baba niponye. Kuna mahali ambapo nina uhitaji, kuna mahali ambapo nina changamoto. Ninakuhitaji Bwana uniponye, ninakuhitaji Bwana uniponye. Baba niponye, ukanitendee tena, ukanitendee tena. Niliye mtoto wako, ukafanye jambo jipya katika maisha yangu. Nitendee na mimi Bwana. Umetendea wengi na kuvisha wengi, na mimi ndiwe mmoja wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninaibariki siku yangu, siku yangu imebarikiwa. Hakuna wa kunilaani, hakuna mikosi, hakuna magonjwa, hakuna hatari, hakuna tabu. Siku ya leo nuru ya Kristo iangaze kwangu, iangaze kwangu daima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Baba, mbariki aliye mtoto wako, siku yake ikawe na nuru, siku yake ikawe na kuangaza, siku yake Bwana ijae mema. Kibali chako kitembee naye, aingie hapo na atoka hapo, auone mkono wako wenye nguvu na uweza katika maisha yake. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akakupe amani yake. Popote upitapo ukaitwe heri na mbarikiwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwana wa Mungu, nimekuombea. Hakuna chadui ambacho kitasimama, hakuna mapooza atakaozaliwa pale ulipo. Barikiwa katika jina la Yesu. Share linki hii kwa wengine ya video hii, lakini pia karibisha na wengine Yawezekana TV. Kama bado huja subscribe, fanya hivyo. Na kama hauko kwenye magrupu yetu, bado tunaendelea na usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti na tunaelekezana kwenye magrupu yetu. Unaweza kutuma ujumbe katika namba 0787493443, 0787493443. Ukiwa na changamoto yoyote na uhitaji wote wa maombi, unaweza kututafuta katika namba hiyo, na Mungu wa mbinguni akubariki sana, akuinue, akutegemeze. Mungu wa mbinguni akujalie yale yaliyo mema. Barikiwa. Langu jina ni Man of God William Mchome. Ulikuwa nami hapa YouTube, lakini pamoja na kule TikTok, Yawezekana TV. Baki umebarikiwa. Amen.